Na sasa ni habari kutoka 103.7. Imetimia saa 1 kamili asubuhi. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Vwawa FM Radio. Kwanza ni muhtasari wake. Mfumo wa kidijitali kwa ajili ya kusogeza huduma kwa wananchi umezinduliwa mkoani Songwe. Tanzania na Uganda zimekubaliana kuondoa vikwazo vya kibiashara ili kukuza uchumi. Kimataifa, Rais wa Marekani amekataa kuomba radhi kufuatia kusambazwa kwa picha zilizowaonesha Rais mstaafu Barack Obama na mkewe katika sura ya nyani. Na katika habari za michezo, wawakilishi wa Tanzania kwenye michuano ya kimataifa wametupa karata zao usiku wa kuamkia leo. Habari kamili. Msomaji wako ni Pili Mwangosi na tunaanza na habari za kitaifa. Songwe. Mkuu wa mkoa wa Songwe, Mheshimiwa Jabiri Omari Makame, amezindua rasmi mfumo wa kidijitali ujulikanao kama Songwe Serikali Kiganjani kwa lengo la kuwasogezea huduma wakazi wa mkoa huu kwa njia ya kidijitali. Uzinduzi huo umefanyika Februari 7 mwaka 2026 kwenye hafla ya siku 100 za utekelezaji wa ahadi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, iliyofanyika ukumbi wa Moravian Vwawa. Mheshimiwa Makame amesema kuwa mfumo huo ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi za siku 100 za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuimarisha matumizi ya teknolojia ndani ya serikali. Amesema lengo la mfumo huo ni kuongeza uwazi, uwajibikaji pamoja na ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Ameeleza kuwa kupitia mfumo wa Songwe Serikali Kiganjani, wananchi wataweza kupata taarifa muhimu za serikali, kufuatilia huduma mbalimbali pamoja na kutoa maoni na mapendekezo yao kwa urahisi zaidi. Amesema hatua hiyo itasaidia kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na wananchi. Mheshimiwa Makame amewataka wakazi wa mkoa wa Songwe kutumia mfumo huo ipasavyo ili kunufaika na fursa za kidijitali zinazotolewa na serikali. Kupitia mfumo huo, vijana na wananchi kwa ujumla wataweza kujisajili kwa kuingiza taarifa zao binafsi ili kupata taarifa na fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali na wadau wengine. Mheshimiwa Makame amesema kuwa mfumo huo umebuniwa pia kupokea kero, maoni na malalamiko ya wananchi kwa haraka na kwa uwazi, hivyo kuongeza uwajibikaji wa viongozi na taasisi za umma katika mkoa wa Songwe. Tabora. Watu 6 wa familia moja katika kijiji cha Ulamba, manispaa ya Tabora, mkoani Tabora, wamenusurika kifo baada ya nyumba yao kuteketea kwa moto usiku wa kuamkia Februari 7 mwaka 2026. Wanafamilia walionusurika akiwemo Kulwa Yasin na Doto Yasin wameeleza kuwa mungurumo mkali wa radi uliofuatiwa na moto mkubwa ulianza kuwaka juu ya paa la nyumba yao. Wamesema hali hiyo ilimewalazimu kuanza kazi ya kuokoa kwa haraka na kuwatoa ndugu zao waliokuwa wamepoteza fahamu ndani ya nyumba iliyokuwa ikiteketea. Kaimu mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete, Dr. Swaumu Kimaro, amethibitisha kuwapokea majeruhi wote 6. Amesema timu ya madaktari inaendelea kutoa huduma ya dharura kwa majeruhi hao wenye majeraha ya kuungua na kwa sasa hali zao zinaimarika. Mwenyekiti wa kijiji cha Ulamba, Abdalla Kagusi, amefika eneo la tukio na kutoa wito kwa wadau wa serikali kuisaidia familia hiyo ambayo kwa sasa haina makazi wala mahitaji muhimu baada ya mali zao kuteketea. Pia amewataka wananchi kuchukua tahadhari za kiusalama wakati wa mvua zinazoambatana na radi. Mbeya.
Mkuu wa wilaya ya Mbeya, Solomoni Itunda, amewaagiza watendaji wa kata na maofisa tarafa kuhakikisha wazazi wanachangia chakula cha watoto shuleni kama inavyotakiwa. Itunda amezungumza hayo Februari 7 alipokutana na wadau wa elimu wa halmashauri ya jiji la Mbeya katika kikao maalum kilicholenga kujadili masuala muhimu ya kuboresha sekta ya elimu na ustawi wa wanafunzi katika jiji hilo. Ameonya kuwa wazazi watakaokaidi maagizo hayo wachukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo. Katika kikao hicho, wadau wamejadili kwa kina hali ya utoaji wa chakula kwa watoto shuleni, ambapo Mheshimiwa Itunda amesisitiza umuhimu wa wazazi na walezi kutimiza wajibu wao wa kuchangia chakula shuleni. Aidha, amesema lengo ni kuhakikisha watoto wanapata mazingira bora ya kujifunza na kuongeza umakini darasani. Aidha, kikao hicho kimejadili mikakati mbalimbali ya kupandisha kiwango cha ufaulu katika shule za jiji la Mbeya, ikiwemo kuimarisha usimamizi wa taaluma. Halikadhalika, wamejadili namna ya kuongeza ushirikiano kati ya walimu, wazazi na uongozi wa maeneo husika, pamoja na ufuatiliaji wa karibu wa maendeleo ya wanafunzi. Dar es Salaam. Tanzania na Uganda zimekubaliana kuchukua hatua za pamoja kuondoa vikwazo vya biashara pamoja na kuimarisha ushirikiano katika masuala ya kikanda na kimataifa kwa lengo la kukuza uchumi na biashara ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki. Hayo yameelezwa Jumamosi Februari 7 na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, alipozungumza na waandishi wa habari muda mchache baada ya kufanya kikao na Rais wa Uganda, Yoweri Museveni, Ikulu Dar es Salaam. Mheshimiwa Samia amesisitiza kuwa hatua hiyo inalenga kuongeza ufanisi wa biashara na kuimarisha soko la pamoja la kikanda. Amesema licha ya biashara kati ya nchi za Afrika Mashariki kuendelea kukua, bado kuna changamoto zinazotokana na vikwazo vya kikodi na visivyo vya kikodi vinavyowekwa na baadhi ya watendaji katika maeneo mbalimbali. Amesema wameendelea kuimarisha ushirikiano wa kimataifa, akieleza kuwa Uganda imetangaza kujiondoa kuwania kiti cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ili kutoa nafasi kwa Tanzania kuwania kiti hicho kwa niaba ya ukanda wa Afrika Mashariki. Wakati huo huo, Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema ni wakati wa mataifa ya Afrika kujihami na kujiimarisha kiusalama bila kuogopa mataifa ya nje ambayo yamekuwa yakiiletea vitisho Afrika. Amesema njia pekee ya kujihami dhidi ya mataifa ya nje ni Waafrika wenyewe kuungana kidiplomasia na kiuchumi ili kuwa na nguvu ya pamoja kwa kutumia rasilimali zilizopo kwenye mataifa yao bila kutetereka. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Vwaw FM Radio. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amekataa kuomba radhi kufuatia kusambazwa kwa video kwenye ukurasa wake wa Truth Social uliowaonyesha Rais mstaafu Barack Obama na mkewe Michelle Obama katika sura ya nyani. Trump amedai kuwa hakuiona sehemu hiyo ya video kabla ya kuiposti, akisema lengo lake lilikuwa ni kuonesha ujumbe kuhusu udanganyifu wa kura za mwaka 2020 uliokuwemo mwanzoni mwa video hiyo. Amesisitiza kuwa hakuona picha hizo na kwamba wasaidizi wake ndio walipaswa kuikagua video nzima kabla ya kuiruhusu kwenda kwa umma. Ameongeza kuwa video hiyo ilikuwa ni vichekesho vya mitandaoni vilivyochukuliwa kutoka kwenye filamu ya The Lion King, ambapo viongozi wengi wa kisiasa walifananishwa na wanyama tofauti. Licha ya shinikizo kutoka kwa Senator Tim Scott ambaye ametaja video hiyo kuwa ni jambo la kibaguzi zaidi kuwahi kuonekana kutoka ikulu hiyo, Trump amesema amezungumza na seneta huyo na kwamba amemuelewa kwa 100%. Hata hivyo, msimamo wa kutokuomba radhi umepokelewa kwa hisia tofauti, wakosoaji wakisisitiza kuwa picha hizo zina historia ya kuumiza na hazipaswi kuhusishwa na utani wa kisiasa. Na katika habari za michezo, timu tatu zinazowakilisha Tanzania kwa upande wa kombe la klabu bingwa na kombe la shirikisho barani Afrika zimejitupa uwanjani usiku wa kuamkia leo kwenye viwanja tofauti. Mchezo wa klabu bingwa, klabu ya Simba
Sports Club imelazimisha sare ya bao 1-1 dhidi ya timu ya Petro Atletico de Luanda ya Angola, ambapo mchezo huo umechezwa uwanja wa Stade 11 de Novembro nchini Angola. Licha ya kupata sare hiyo, Simba bado wanaendelea kuburuza mkia kwenye kundi lao wakiwa na alama 2 sasa. Wakati huo huo, klabu ya Yanga imekubali kichapo cha bao 1-0 dhidi ya timu ya AS FAR Rabat ya Morocco kwenye mchezo wa kundi A uliochezwa nchini Morocco. Kwa upande wa kombe la shirikisho, timu ya Azam FC inaendelea kuwakilisha vema baada ya kuiburuza bao 1-0 timu ya AS Maniema FC ya nchini Kongo. Na kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mfumo wa kidigitali kwa ajili ya kusogeza huduma kwa wananchi umezinduliwa mkoani Songwe. Tanzania na Uganda zimekubaliana kuondoa vikwazo vya kibiashara ili kukuza uchumi. Kimataifa, rais wa Marekani amekataa kuomba radhi kufuatia kusambazwa kwa picha zilizowaonesha rais mstaafu Barack Obama na mkewe katika sura ya nyani. Na katika habari za michezo, wawakilishi wa Tanzania kwenye michuano ya kimataifa wametupa karata zao usiku wa kuamkia leo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Voa FM Radio. Usikose kuungana nasi saa 7 kamili mchana kwa taarifa nyingine ya habari.